Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania. Kwa majina naitwa Dr. Shaban Kagufa Herbal Medicine kutoka nchini Tanzania katika jiji letu la Mwanza. Ndugu zangu wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania, shughuli yangu mimi nafanya kazi ya tiba asili kwa maana ya tabibu. Naam, kwa sehemu kubwa sana mimi ni mtafiti wa tiba asili na kutoa matibabu yenyewe. Naam, hasa kwa watu wenye matatizo aina mbalimbali. Na muda mwingi sana mimi nimejikita kuwaelekeza watu au kuwafundisha watu bure kabisa. Naam, kwa nini nafanya hivi? Sababu ya kwanza ni kumshukuru Mungu ambaye ameniwezesha kunipa neema hii. Naam, na kwa namna moja ama nyingine mimi naweza kusema ni mnufaika katika masuala ya tiba. Naam, sababu Mwenyezi Mungu anasema tangazeni neema zangu, hata kama ni kidogo nimekupa, itangaze neema hiyo. Sasa mimi ninapofikia mahala nikamshukuru Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amenijalia kwanza kuifahamu tiba yenyewe, lakini pia mimi nimefaidika nayo. Naam, sina maana kwamba nina pesa nyingi, hapana, ila nimefaidika nayo kwa maana kwamba riziki ndogo ndogo, alhamdulillahi rabbil alamina, ninaipata kupitia masuala ya matibabu. Kwa hiyo ndio sababu ya mimi kuweza kutoa sadaka kwa Watanzania na wasiokuwa Tanzania, na hasa kuwafundisha watu bure wajitibu majumbani kokote kule walipo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, tunafahamu sisi wanadamu katika maumbile tulioumbwa na Mwenyezi Mungu. Nisikilize vizuri sana ndugu zangu mnaonifuatilia. Sisi wanadamu katika mifumo tulioumbwa na Mwenyezi Mungu, tumeumbwa kuwa na vipaji. Unapozungumza neno kipaji, kinatokana na nyota. Mwanadamu anakuwa na nyota, na ndiyo inayosababisha mwanadamu kuonekana kuwa na kipaji. Fulani ana uwezo wa kuimba sana, fulani anacheza mziki, fulani yuko hivi, fulani ni msemaji mzuri, fulani hivyo ni vipaji. Fulani anaweza kutengeneza kitu fulani. Nafikiri mnaona kuna watu wengine unamuona anaweza akatengeneza, akachukua mabati akatengeneza kitu kama vile gari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vile ni vipaji vinavyotokana na nyota. Sasa vipaji hivi vipaji tunavyovizungumza au nyota yenyewe. Nyota ni kitu kinachoharibiwa na wanadamu wenzako. Mtu anaweza kaamua tu kukufanyia husuda, kukuharibia nyota yako, kipaji chako akakizima. Kama ulikuwa ni mcheza mziki, muimbaji mzuri na kadhalika, akaamua kukuharibia. Yaani ile sifa yako au ule muonekano wako ukazimwa mara moja. Sasa huwa najikita sana kuwasaidia watu ambao wameharibiwa nyota zao. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, huwa napenda kuwasaidia watu wenye matatizo kwa maana ya nuksi na mikosi ya aina mbalimbali. Kwa sababu mikosi inapatikana katika njia nyingi sana. Na kwa sababu tu clip inaweza kawa ndefu, tungeweza kueleza mikosi namna ambavyo mwanadamu anaweza kaipata. Na ukiwa na mikosi, basi shughuli zako zitakwama. Hata wakati mwingine hata kufukuzwa kazini. Labda ulikuwa ni mwalimu, ulikuwa ni driver, ulikuwa unafanya kazi yoyote, umeajiriwa ukafukuzwa. Naam, kwa sababu ya nini? Ya nuksi, aidha ulizozipata au ulizotendewa na watu. Sasa nimekuwa nikiwasaidia watu kwa namna hiyo, lakini pia nimekuwa nikiwasaidia watu ambao nyota zao ni dhaifu. Tunaposema nyota dhaifu, tunamaanisha kwamba mipito ya nyota ina upana wake. Naam, sasa tukizungumzia mada hiyo pia nayo ni ndefu sana. Watu wenye nyota dhaifu ni wale ambao hawezi kupata mafanikio makubwa. Naam, sasa kama hawezi kupata mafanikio makubwa, tunahitaji nyota yake sasa iweze kupanuliwa au itengenezewe uwezo mkubwa ili aingie kwenye mafanikio makubwa. Kwa nini? Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanadamu aweze kuja kuteseka. Huo sio mpango wa Mungu. Mwenyezi Mungu kamuumba mwanadamu ili aweze kuja kufaidika katika dunia. Na unapofaidika katika dunia, maana yake uanze kuitengeneza akhera yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuumba wote tuweze kufanikiwa. Isipokuwa katika mafanikio tutatofautiana. Naam, huyu atakuwa na kingi zaidi na huyu atakuwa na kiasi cha kawaida. Lakini ukiona mtu anafikia mahala analala na njaa, anafikia mahala hawezi kupata kazi, anafikia mahala anachukiwa na watu, basi mtu huyu ana matatizo. Aidha matatizo ya kishaitani, aidha matatizo ya kuharibiwa nyota yake, au mtu huyu ana mikosi katika namna mbalimbali. Kwa hiyo lazima uelewe hivyo. Na wewe ambaye unaisikiliza somo hili,
Hebu jaribu ujitafakari. Katika haya niliyoyaeleza upo katika kundi gani? Kwa sababu umekuwa unafanya shughuli zako, mafanikio huyaoni. Wakati mwingine ukipata pesa, pesa zinapita mkononi. Unatafuta kazi hauipati. Watu wanakucheka, watu wanakusema vibaya, na hatimaye wakati mwingine hata kuanza kuambiwa na watu kwamba wewe ni mchawi. Wakati wewe swala la uchawi hujui, hata dawa ya kuinika mtoto huijui. Lakini unaambiwa wewe ni mtu mbaya. Maana yake wewe, ndugu yangu, una tatizo la kijini, una tatizo la nuksi mbalimbali, una tatizo la kifungo. Sasa nisikilize ili kusudi ukayafungue mambo haya na uingie katika mafanikio. Naam, sasa tutakwenda kuzungumzia perfume ya kisasa ambayo wenzetu wa China, naweza nikasema perfume walioitoa hii, naweza nikasema wamekosea kidogo. Maana ninaposema wamekosea kidogo, sina maana ya kwamba ni perfume mbaya. Yaani wametengeneza faida kubwa sana hapa duniani na kwa watu wanaotumia perfume hii. Unavyoiona hii inaitwa Cash Dollar. Hii ni perfume inaitwa Cash Dollar. Utaiona. Ndo hasa mada yetu inataka ilenge hapo. Hii ni perfume Cash Dollar na utaiona kwa ndani. Perfume hii wameitengeneza kwa kiwango kikubwa sana. Hii Cash Dollar. Hii ni made in China. Imetengenezwa na Wachina. Na kama unavyoyaona maji yake. Sasa, kwa nini imeitwa Cash Dollar? Kwa nini imeitwa Cash Dollar? Na dola ni nini? Tunazungumzia kwanza dola yenyewe. Dola ni fedha inayokubalika duniani. Dola ni fedha inayokubalika duniani, fedha yenye thamani. Ndiyo maana ya dola. Sasa kwa nini hii perfume ikatengenezwa na ikaitwa Cash Dollar? Mchanganyo wa maji yake yaliyomo humu. Mchanganyo wa maji yaliyoko humu. Naposema Wachina wamejisahau kidogo, wametutengenezea faida kubwa. Haya maji unayoyaona yaliyotengenezwa kwenye hii perfume ya Cash Dollar. Kuna perfume au kuna material fulani ambayo huwa yanapuliziwa kwenye ile karatasi ya dola. Sasa katika matengenezo yao wakachanganya na maua mengine mpaka kuja kuitengeneza hii Cash Dollar, yani perfume ya Cash Dollar. Walikuwa na maana kwamba mtu anapojipulizia yeye mwenyewe hii Cash Dollar aonekane kuwa ni wa thamani. Yani anapopita watu wamuone kuwa ni wa thamani. Sasa sisi kitaalamu au mimi kitaalamu kwa utafiti wangu ambao nimeufanyia kazi na tayari unaweza ukaleta mafaida kubwa na umeshaanza kuleta matokeo makubwa. Hii Cash Dollar walioitengeneza mimi nawapongeza sana. Wametuongezea vitu vikubwa na mimi nataka nivitoe faida kwa watu. Tafuta Cash Dollar hii. Tafuta perfume hii ndugu yangu. Usilale. Hii dunia hamna kulala. Hii dunia hamna kulala. Hii dunia ni ya kuamka muda wote ukayafanya mambo makubwa. Sasa nataka nikusaidie wewe kupata kwako ndio faida yetu sote. Kupata kwako wewe unapokuwa umepata, basi na mimi nitakuwa nimepata kwa sababu nitapata thawabu. Tafuta hii perfume inaitwa Cash Dollar. Alafu nenda katafute dawa inayoitwa muosha fedha. Kuna mti unaitwa muosha fedha. Watu wengi wanaofahamu, lakini mti ule wanauchukulia ni mti wa kawaida sana. Huwa vinaota hata majumbani. Muosha fedha. Kwa nini uliitwa muosha fedha? Una tofasili kubwa sana. Hatuhitaji klipu zetu kuwa ndefu zaidi. Tungezungumzia mti huu wa muosha fedha, kwa nini uliitwa muosha fedha. Labda tu tuzungumzie mambo machache. Muosha fedha peke yake unaondoa nuksi. Muosha fedha peke yake ukitengeneza vizuri utapata kazi. Muosha fedha peke yake unaondoa mabalaa aina mbalimbali. Kwa hiyo muosha fedha ni dawa ambayo ni kubwa sana. Sasa pata muosha fedha, twanga ule muosha fedha vizuri kabisa. Alafu nenda kachukue dawa moja inaitwa Nyamarandula. Uzichanganye hizo dawa mbili tu. Changanya dawa hizo mbili. Alafu weka hiyo dawa ndani ya maji lita 20. Alafu chukua hii Cash Dollar. Fungua mfuniko wako. Alafu toa hiki kidude. Chukua hapa, kuna vimistari utavihesabu. Viko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 14. Sawa sawa? Kwa hiyo utahesabu 1, 2, 3, 4. Miminia perfume hii mpaka sehemu hiyo yenye hivi utakavyovihesabu 4. Kwa siku ya kwanza ufanye manuizi ya kuoga dawa hiyo.
alafu kwa siku ya pili hivyo hivyo. Sasa nikwambie ndugu yangu, utakapoitumia dawa hii kwa mara ya kwanza kwa manuizi yako mazuri, alafu nenda katafute kazi au katafute kile ulichokuwa unakitafuta, utaona mafanikio makubwa na utashangaa mwenyewe namna ambavyo wenzetu wa China wameamua kutusaidia na sisi tumewaongezea maarifa. Tafuta perfume inaitwa Cash Dollar, itengeneze kwa mfumo wa namna hiyo. Naam, lakini zaidi ya hapo ina mambo makubwa mengi sana. Kwanza nimewapeni njia ya kwanza muitengeneze. Alafu njia ya pili nitakuja kuwaeleza njia ya pili unaweza ukafanya nini. Kwa mtu yule ambaye anahitaji kuolewa, tumia dawa hiyo. Unahitaji mpenzi, tumia dawa hiyo. Unahitaji kufanya biashara mvuto, tumia dawa hiyo. Unahitaji kufanya jambo la msingi, tumia dawa hiyo. Unahitaji kazi, tumia dawa hiyo. Utayapata majibu yake. Na mwisho wa siku ninaamini utashukuru. Cha kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe na kaniumba mimi, lakini Mungu akanipa utaalamu wa kuwafundisha watu bure bila malipo. Naam, mshukuru Mwenyezi Mungu. Na kama utakuwa umesahau, unahitaji kuuliza, basi unaweza kupiga kwa kutumia namba ifuatayo. Unaanza na 0762 626975. Narudia. Unaanza kwa watu walioko nje ya nchi, unaanza na jumlisha, alafu unaandika jumlisha 255, alafu 762 62 6975. Kama unahitaji kuuliza umesahau. Lakini na uhakika ukitumia dawa hii utafaidika, na waambie na wenzako. Klipu hizi zipeleke duniani, tukawasaidie watu wenye shida mbalimbali. Watu wana matatizo. Na hakuna namna yoyote duniani ni kusaidiana. Sababu dunia hii leo tunapita. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na soko Tanzania, unapopokea klipu hii, ninakuomba usifanye biashara kwa maana ya kutafuta fedha kwa watu, ila wasaidie watu wakafanikiwe. Hii dunia tusaidiane tupate thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Baada ya machache hayo, niseme wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wenu kipenzi chenu Dr. Shaban Kagufa Hebo Medicine kutoka nchini Tanzania katika jiji letu la Mwanza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.